kuna huyu bidada hapa anaitwa Zuri, ameolewa na huyu mchizi hapa anaitwa Karib. Leo ni siku ya kuzaliwa Zuri, hivyo mchizi amewahi kurudi nyumbani ili ampe zawadi ya birthday mke wake. Zawadi yenyewe sasa ilikuwa ni sherehe tu hapa mjini kitandani. Sasa baada ya sherehe, Karib akamwomba msamaha Zuri kwa kushindwa kumwandalia sherehe kwa ajili ya birthday yake. Bibi akawa amemwelewa na nini pale, wala hakuwa na kipengele kabisa. Karibu kwenye bonge moja la tambala mtu wangu linaitwa Blind Fury. Mimi na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Kumbe Karib alimwadaa tu Zuri kwa hajaandaa chochote yani. Bibi wakati anashuka ngazi leo akashangaa sana yale mazingira alivyoyaona. Kumbe mchizi na wafanyakazi wenzake pamoja na familia yake walimwandalia surprise ya kutosha tu Zuri. Watu wakaimba sana pale na nini, ni shangwe tu mtu wangu. Kwa nini kuniambia sasa happy birthday kwako? Huyu ni dada yake Karib, anaitwa Woye. Alikuwa na hekaheka nyingi sana pandani. Alikuwa anataka watu wale kwanza ndio keki ifuatie. Ukisikia wa mama mashuhuri, basi huyu ndo mama mashuhuri mwenyewe. Lakini Karib yeye alikuwa anaanza keki tu kwanza. Akaambiwa kuwa keki ni kitu cha mwisho sana kwenye birthday. Karib akawa ameelewa pale na nini, kwa sababu alikuwa na wasiwasi sana. Vinywaji vilikuwa ni vingi sana hapa ndani. Watu walikuwa wanachanganyana tu hapa kupiga story na nini, kama unavyojua mambo ya kubadilishana mawazo na nini hapa, vitu kama hizo. Sasa Karib alikuwa anapiga story na hii piece hapa. Huyu anaitwa Christy. Walikuwa nacheka tu na mbiwa. Alichokosea Christy ni kumshika Karib kwenye bega. Zuri sakaona bana, upepo kamjaa kinoma. Alivimba huyo, ikabidi wafuate hapa hapa. Akafika na kutoa ule mkono. Huu ni ujinga gani sasa? Woye alikuwa anaangalia tu kwa pembeni pale. Huyu anaitwa Christy, ni rafiki yake Woye. Zuri ni mtu wa kupaniki haraka sana. Akamfukuza mle ndani. Naomba toka huko ndani kwangu. Akaona hawaelewi kabisa. Akawafukuza wote yani. Sherehe imeisha. Wote naomba ndakeni huko. Watu wakakimbia kinoma kwa sababu alishika dikisu yani. Mchizi hakuwa na cha kujitetea kwa dada yake yani. Hajui atasema nini naambiwa. Akaishia kumwangalia tu. Ndio mkeo huyo baba. Pambana naye. Baada ya lile vurugu, Karib akaja kumwambia kuwa alichokifanya amekosea sana. Zuri akaomba msamaha kwa kile ambacho alikifanya pale. Hatuwezi kuendelea hivi. Unapaswa kubadilika sasa. Upande pili huko, huyu bidada hapa anaitwa Av. Anaishi na huyu mshikaji hapa anaitwa Matthew. Sasa leo kuna sehemu walikuwa naenda. Sasa wakawa wamechelewa sana kwa sababu bibi alitumia muda mwingi sana kujiremba. Lakini mchizi alipomuona tu akamwambia hajapendeza na ile makeup yake yani. Akamwagiza kama vipi aitoe kabisa ili waende. Ava akaishiwa nguvu kabisa unaambiwa. Basi bana, Zuri huwa ni mchoraji mzuri sana yani. Kuna picha nyingi sana ambazo amezichora hapa ndani. Sasa leo akapokea message kutoka kwa mume wake Karib ikimweleza kuwa anaongea na dada yake Woye wameshamaliza tayari. Hivyo wanaweza kwenda weekend hii kuwasalimia. Sasa kwenye ile message ya Karib kulikuwa message nyingine ambayo alikuwa anasema kuwa atachelewa kurudi nyumbani leo. Zuri aliposikia tu ikabidi waite wazee wa mila. Zuri kuna mila fulani hivi wanazifanya. Lengo ni Karib ampende sana yani. Akafanya matambiko yake pale na nini kwa sababu tu mchizi alisema atachelewa kurudi nyumbani, alikuwa busy na kazi. Upendo watafutwa kwa namna yoyote mtu wangu. Sasa kwenye lile tambiko Zuri aliumia hapa. Ikabidi Karib aje kumkandakanda maji ya moto pale na nini. Kifupi Karib anampenda sana Zuri yani, lakini Zuri mwenyewe sasa kila muda anayakoroga tu. Upande pili huko Matthew amerudi anataka mzigo tu kwa Afa. Haelewi kitu yani, maana mnara huko 5G mtu wangu. Lakini Afa alikuwa hataki kabisa kwa sababu amechoka kutokana na ubiza ambao alikuwa nao kazini leo. Wewe ni mke wangu na hii ni haki yangu mimi. Hatujaoana bado. Wewe ni mchumba wangu tu. Bibi akataka kwenda kulala sebuleni na nini, lakini mwana akamwambia au wewe ni msaliti. Kwa sababu nimekataa kulala na wewe ndio unaniona mimi kama malaya, si ndio? Bora ningekuacha usiwe na kazi tu. Bibi alimaindi kinoma. Unataka kulala na mimi? Haya, nilale sasa, nilale ili ufaidike. Mchizi akuwa na namna tena, akamwacha bibi asepe tu. Kumekucha bibi wakati anaenda kwenye mizunguko yake, gari yake kazibwa na Ferrari ya mchizi fulani hivi. Walirushiana sana maneno pale na nini, kisha mchizi akasepa na matusi kibao yani. Kwa sababu Zuri ni mtu wa kupaniki sana, akamfukuzia mchizi na niga yake yani. Hakutaka kushindwa kabisa yani. Alipofika mbele tu akawa amemziba, akamfuata na kuanza kumbamiza makofi pale, piga makofi mengi sana. Alimpiga sana yani. Akaona haitoshi, akaenda kuchukua chuma kule kwenye gari, akaja kuvunja kioo chake. Hizi taarifa zikamfikia Karib huko ofisini. Hakuamini kabisa kile ambacho mke wake amekifanya. Ulikuwa unafikiria nini we? Unapigana na mwanaume. Haitoshi ukavunja kioo cha gari yake. Unajua ni gharama kiasi gani kile kioo? Vipi kama angekupiga wewe? Bibi akaomba msamaha tu pale na nini. Kila siku na haribu. Unaomba msamaha tu. Wewe ni mtu wa aina gani yani? Mchizi akamtajia matatizo yake yote ambayo aliyasababisha. Mwisho akamtaka asiwe hivyo tena. Akamwambia aende ndani kwa sababu yeye alikuwa anarudi kazini. Mchizi mawazo ni mengi kinoma kazini yani. Anampenda sana mke wake lakini anamsababishia matatizo kila kukicha. Akaona bora katulize mawazo hapa. Ava akiwa hapa akaja huyu mchizi hapa akihitaji kampani yake na nini, lakini yeye akawa amegoma. Na wote Karib alikuwa anasikilizia tu hapa. Mchizi akakazana sana yani. Lakini
bibi akaendelea kugoma tu. Caleb ikabidi aingilie huu mzozo. Ameshasema hataki, achana naye. Haya ni maongezi yetu binafsi. Hakuna maongezi binafsi ya kumlazimisha mtu ambaye amekataa. Mchizi alimaindi kinoma, yani kisha akawa amesepa. Avi ikabidi amshukuru mchizi kwa msaada ambao amempatia pale na nini, lakini akawa kama amemjua hivi. Caleb akamwambia kuwa anamfahamu kwa sababu wanafanya kazi kwenye jengo moja. Leo mchizi amechelewa kurudi nyumbani. Zuri alisubiri sana yani. Mwisho Caleb akawa amerudi nyumbani. Leo yupo romantic kwa sababu anajua ameyatinyanga yani. Lakini mwana hakuwa na muda naye kabisa. Ikabidi amuombe msamaha kwa kile ambacho alikifanya. Nadhani ni wakati wa sisi sasa kuanzisha familia. Caleb akakubaliana na bibie pale wanapaswa kupata mtoto sasa, lakini hakuwa na furaha kabisa mwana yani. Usiku wa leo mawazo ni mengi sana kwa Caleb yani, na wote anamfikiria huyu mwanamke na matatizo ambayo amekuwa akimsababishia kila kukicha. Upande wa Ava huku usingizi ya upande kabisa yani, anawaza mahusiano yake alivyo machungu yani, hajui afanye nini hapa, maana bado anampenda sana mchizi, hata kuachana naye hataki kabisa kuachana naye. Leo Zuri amemwandalia msosi Caleb na kumfungia ende nao kazini. Mchizi akawa anaamini kabisa kama aliyefanya hivyo ni Zuri. Sasa Caleb akawa ofisini mchana huu akapata ugeni wa mdogo wake hapa. Akamwambia kuwa dada yake Woi anataka kuongea naye kwenye simu. Sasa Woi akamwambia kuwa anapaswa kuachana kabisa na yule mwanamke. Sababu kubwa ni tabia zake mbovu ambazo ameendelea kuzionyesha, lakini mwana hakuwa anaelewa kitu yani kuhusu yule mwanamke. Mchizi hakutaka kabisa kupangiwa ndoa yake yani. Mwisho akafukuza ofisini kwake mdogo wake. Dogo akapiga simu tena kwa dada mtu. Ananifukuza ofisini kwake, mwache matatizo ampate ndo ataelewa sasa. Asije kunipigia mimi, sitapatikana kabisa. Lakini mchizi akamfukuza mdogo wake pale ndani. Hakutaka kabisa kusikia kitu kuhusu ndoa yake. Leo huku nyumbani ameandaa vizuri kinoma Zari. Kila kitu kimekaa mahala pake yani. Anamsubiri mume wake arudi tu nyumbani. Alipiga sana simu, hazikuwa zinapatikana kabisa. Hili likazidi kumpandisha moto Zuri yani. Kama unavyojua ni mtu wa hasira za karibu yani. Alisubiri sana hapa ndani. Piga simu sana, zilikuwa zipatikani yani. Akajua tu mume wake atakuwa na wanawake zake huko. Hasira zikazidi kumpanda yani. Muda kiasi ukawa umepita, mchizi ndo anarudi nyumbani sasa. Akasalimia pale na nini, lakini hakujibiwa kitu. Unatoka wapi? Nilikuwa na kazi nyingi sana leo. Hivi najua nilipiga simu ofisini kwako na wakaniambia kuwa haukuwepo. Nilienda kutafuta kinywaji. Bibia alikumwingia akilini kabisa ilijibu kwa sababu kampigia sana simu na kamtumia sana message zilikuwa zijibiwi. Mchiza akasema hata simu yake alisahau kwenye gari. Kwenye gari? Maswali mengi ya nini sasa? Zuri akachukua glasi akamponda mchizi. Bahati nzuri tu alikuwepa. Kumekucha mchizi hataki kabisa kuongea na Zuri yani. Bibia kaomba msamaha tu pale na nini kwa kile ambacho kilitokea jana usiku. Ni kosa langu. Ningekuambia ukweli, yasingetokea yale. Mambo yakawa maisha pale mtu wangu, mapenzi yakawa yameendelea. Usiku wa leo Matthew amerudi nyumbani mleo kinoma yani. Alichokitaka leo ni mzigo tu kwa bibia, lakini Ava hakutaka kabisa yani. Mwamba akalazimisha hapa na pale yani, vurugu nyingi sana. Ava akamwasha kisha akatoka kitandani. Mtafutano kaanza mtu wangu. Kimbizana sana huko ndani yani, vurugu yani. Mwisho bibia akawa amecharopoka hapa. Sasa asubuhi kumekucha, mchizi alikuwa amelala chakari yani, haelewi kitu. Akaja Ava chumbani akapaki vitu vyake na nini, kisha akawa amesepa kabisa mazima. Sasa leo Zuri ameingia jikoni kumpikia mume wake. Alipokaribia kuivisha tu akamtumia message kuwa chakula kimekaribia kuiva, lakini mwana hakuwa anajibu kitu yani. Zuri akaendelea kupika pale na nini, lakini akawa na wasiwasi sana yani. Ikabidi ampigie simu tena mchizi. Piga sana simu aziokotu yani. Tuma sana message lakini asijibiwi. Ikabidi azime jiko amfuate huko ofisini kwake. Wakati Caleb anaenda nyumbani akamkuta Ava yuko hapa nje, lakini alishangaa kinoma kumuona ajeraha kwenye shingo yake. Ikabidi watoke kidogo wakazungumze. Ava akamwambia kuwa changamoto kubwa ni mahusiano yake. Tangu alipopata kazi tu amekuwa akiteswa sana na mpenzi wake. Kwa nini usiachane naye sasa? Maana we ni mzuri na una akili pia. Nimeachana naye asubuhi ya leo. Mchizi akamfariji sana Ava pale na nini. Wakati wakiwa hapa Zuri akawa ameingia. Kwa hiyo hiki ndio kinakuchelewesha kurudi nyumbani, si ndio? Nitakueleza. Na hangaika kutengeneza chakula, wewe unakula bata tu na wanawake. Akachukua juisi hapa kisha akamwagia bibie. Na akamwambia kuwa atafute mwanaume wake aache kudandia wanaume za watu. Bibia amefika nyumbani na hasira kinoma yani, akaita maskari waje hapa. Kisha akamwagiza mlinzi pia asimruhusu Caleb kuingia huko ndani, la sivyo atamfukuza kazi kabisa. Wakati mlinzi anatoka tu akaingia Caleb hapa. Zuri akawapigia simu maskari pale na nini, wakamwambia wameshafika getini tayari. Akawaamrisha amchukue mchizi waondoke naye kabisa hapa nyumbani. Huyu ni mke wangu mimi. Nani mke wako? Sikujui wewe. Mchizi akawa ametolewa mkuku hapa. Baada ya siku kadhaa kupita, mchizi amerudi nyumbani kutoka
akatokea kituo cha polisi. Samahani kuwa mchizi akawa amesepa, hakutaka kabisa kuongea naye. Akaja kukusanya nguo zake umndani na nini. Safari hii hana macheko kabisa, yani anaachana naye mazima, ana hasira kinyama yani. Zuri aliomba sana msamaha yani. Hicho ndo unachojua wewe, kuomba msamaha tu. Bebe, huwezi kuniacha, uliniahidi hutaniacha, itafanya chochote ambacho nataka. Karibu akamwambia ameshachoka hii hali kabisa, japo nampenda lakini inalazimika achane naye kwa muda ili wakae mbali walau kwa muda kiasi. Zuri akiwa hapa mawazo ni mengi kinome. Akamsikia mlinzi anamsema kuwa amekuwa mkorofi sana na alisababisha hadi mume wake akamatwe na askari bila hata sababu ya msingi yani. Mara ghafla akaanza kutapika hapa. Sasa baada ya kwenda kufanya vipimo vikaonyesha kuwa ana ujauzito tayari. Huzuni katawana kwa Zuri yani, hajui afanye nini hapa, maana matatizo kayasababisha mwenyewe na nini, na mchizi tayari hayupo yani. Sasa ikabidi amfuate mume wake ofisini kwake. Akiwa hapa akamwona anatoka na Ava na wanafuraha kinoma yani. Sasa Ava leo amehamia kwenye chumba cha Karibi hapa kwa sababu sehemu ambayo Ava anakaa kuna wageni wamemtembelea. Mchizi kamruhusu na kumtaka alale kitandani na Karibi atalala chini. Upande pili huko Zuri na mawazo mengi sana. Muda wote anahitaji kuinusa harufu ya mwana tu. Akawa anachukua mashati yake na nini, hapo walao akawa anapata ahueni na mbio. Kwani bana, Ava kalala kitandani na Karibi kalala chini yani. Lakini Ava uzalendo kama umemshinda hivi, ikabidi amshawishi Karibi aje alale kitandani pia. Mchizi kagoma goma pale na nini, mwisho akawa amekubali. Akaenda kulala kitandani na bibi. Sasa bibi kila kijaribu kulala, kuna roho inamwambia kuwa hebu geuka huko bana. Akamkuta mchizi yuko macho yani. Karibu akamwambia kuwa kuna vitu anaviwaza ndio maana hajalala hadi hivi sasa. Ava akashindwa kabisa anzie wapi. Mwisho akamfuata mchizi pale, ni juice tu kapigwa hapa mtu wangu. Hatujui nini ambacho kiliendelea pale yani. Upande pili huko leo mwanasaikolojia amekuja kumpa leo matibabu ya kisaikolojia ili kidogo apunguze mawazo ambayo yanamkabili kwa sasa. Mchizi bado anampenda sana mke wake yani. Kazi hazipandi kabisa ofisini na nini, muda wote anafikiria Zuri tu. Akawa anaangalia picha bibia na nini pale kwenye simu yake, anajaribu kumpigia simu lakini kuna roho inamkataza yani. Mapenzi yanamtesa sana mchizi. Leo Zuri akiwa anafanya kazi zake hapa, tumbo likaanza kumkata yani. Akaugulia sana pale. Sasa kama bahati tu Karibu leo amerudi nyumbani kwake. Hakumkuta mtu sebuleni na nini, aliita sana yani. Lakini palikuwa ni kimya tu ndani. Sasa wakati anatafuta ndani, Karibu akamkuta Zuri yupo bafuni. Zuri alishangaa kinoma kumuona yani. Alihisi pengine anaota yani. Haamini kabisa kama mchizi amerudi nyumbani. Karibu ndio akapata taarifa sasa kuwa Zuri ana ujauzito wake. Sidhani kama mtoto yuko sawa. Sasa kwa nini ukuniambia kama una ujauzito? Kwa sababu nilikuana na Ava. Sasa mchizi ikabidi ampeleke hospitali tu. Sasa baada ya kupata aweni, Zuri ikabidi amuulize mchizi kama anatoka na Ava kwa sasa. Mchizi akamwambia kuwa hana mahusiano yoyote kabisa. Na hata siku ile kumbe mchizi aligoma kufanya chochote na Ava kwa sababu tu anampenda sana mke wake licha kuwa ana matatizo mengi sana. Karibu akamwambia Zuri kuwa anarudi nyumbani kwa sababu anampenda na anammiss sana. Kisha akasema atakuwa naye bega kwa bega kwa mazuri na madhaifu yake. Mwisho mchizi akawa amesepa hapa na nini, Zuri aliumia kinoma. Leo wewe kamwambia Karibu kuwa hapaswi kabisa kumtelekeza Zuri kwa sababu na mtoto wao tumboni na inawezekana amejifunza kwenye ile ambalo linamkumba kwa sasa. Yale maneno kidogo yakambadilisha kabisa fikra Karibu. Leo mwanasaikolojia amekuja tena kuendelea na darasa hapa, lakini Zuri akamwambia kuwa jana usiku kuna ndoto aliyote. Aliona mwanaume anampiga mwanamke, ikabidi aende kumsaidia yule mwanamke. Kilichotokea sasa, akamsukuma yule mwanaume akajipigiza chini na akawa amepoteza maisha yake. Mwanasaikolojia akamwambia ndoto ni matokeo ya kila ambacho anakifikiria sana yani kwa siku. Na hapa akaona sasa mteja wake ameshaanza kupona taratibu. Leo Zuri kaletewa chakula na Karibu hapa. Ikabidi ampigie simu kumshukuru kwa kila ambacho amekipokea na nini. Mchizi akamuulizia mtoto wake pale, akaambiwa kuwa yuko salama kwa sasa na stori zingine zikaendelea pale mtu wangu. Leo Karibu amemuita Zuri ili waongee. Lakini Karibu alishangaa kinoma kumwona bibia amefika saa 3 wakati alitakiwa kuja hapa kwenye majira ya saa 5. Zuri akasema atasubiri nje kama mchizi atakuwa na appointment nyingine. Kumbe mwana alikuwa anamjaribu tu na nini pale, hana kikao chochote yani. Sini yetu ya mwisho kabisa, hao watu wawili walikuwa wanaombana msamaha tu pale. Penzi likawa limerejea tena mtu wangu na nini, na mambo yakawa yameendelea. Kitu ambacho tunajifunza hapa ni kumvumilia mpenzi wako hata kwenye shida zake ambazo anakuwa anazipitia. Usije kumwacha mtu kwa sababu ana changamoto zake ama ana matatizo yake. Mvumilie kwa sababu umempenda. Hakikisha unachukua madhaifu yake kama sehemu ya kitu ambacho kitachochea upendo kati yenu. Asante kwa kulitazama tambala hili mtu wangu, linaitwa Blindfold. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa.